So is it still morning or afternoon? Afternoon. So good afternoon everyone. Leo nimetembelewa. As I said it clear yesterday in my statement that nimetoka United Democratic Alliance Party na nikasema ya kwamba mimi sasa niko tayari kuzungumza na wale ambao ni like-minded kwa sababu ya manufaa ya watu wa Kilifi, Coast and the country at large. So this morning I have received Mheshimiwa His Excellency the Governor of Siaya and his team. Tumeongea maneno ambayo ni ya faida na mimi nimeweka katika akili yangu, katika moyo wangu. Bado na consult pia na wananchi wa Kilifi County and Coast, lakini nataka niwaambie ya kwamba kule mbele kuzuri. Oh, thank you very much. I come here in my capacity as the party leader of Linda Mwananchi. I came here to make a courtesy call. I couldn't wait any longer because I know Mheshimiwa Waziri has been Raila's daughter. You know, very close to the heart of Raila Amolo Odinga. And in all the political work of Raila Amolo Odinga, when Aisha Juma was not there, Raila would not be happy. And she is eloquent, brilliant, and I can say without a matter of without fear of contradiction, the coast has now a leader who can help us work with her in the coast to transform our lives in the coast and also in the Republic of Kenya. Raila nicknamed her Mekaniniwa. And as we stand here, wherever Raila is, I think he's very happy. Very happy. Raila, we're very happy. Your daughter is here. And I know that in this part of the world, the people in Kilifi, in Lamu, in Tana River, in Taita Taveta, in Mombasa, in Kwale, and particularly within the Mijikenda, they are with the movement for change in Kenya. One term is the leaders who have been hesitating. But now that our daughter and leader has made this announcement, I am sure we're going to have more and more people coming to join the one-term movement. I want to tell you, my daughter, if you're Raila's daughter, you're my daughter also. The future looks bright for all of us with you on board. Don't look back. We are going to stand with you. And if there's anybody who dares harass you, we'll stand with you. But I know you have the strength, the mettle, because you have done that before. She has been persecuted, but she has stood the ground. So I want to say on behalf of my colleagues there who are in Nairobi that they told me that once I meet you, I pass their regards to you and look forward to a meeting with all of us. But what you have stressed today, we don't want experiments. We want to be united, so that we can deal with this problem once and for all. I want to say that we don't need you just in the coast. We need you all over the Republic, because you're a national icon. I know you in the campaign in any part of the country. And I remember even when she was a minister, and we belong to opposite parties, when she came to say, she said very good things about me, and
the community there was saying, you know, what is this? But I think it's because we know each other very well. So the future is bright for all of us and for Kenya, and may the Lord give us the strength to work together without looking back. Already, when we came here, there are notable leaders within Kilifi. So the sign is that there are going to be more and more coming on board. But we respect the fact that you have to consult, you got to talk with many other people. But at the back of my mind, I'm praying that we are going to stand together and become a principle in our movement. Shukrani sana. God bless Kenya. Asante sana, Your Excellency. All right. Hope you're well wherever you are watching us from. This is the Breaking Disc. My name is Emmanuel Gon. And politics. I think that's the best thing that we can do right now, because the political scene is hot. The political temperatures are rising day by day. And I think we've been talking about some political moves that have been made, and there are a lot of temperatures rising from every part of this country. Starting from the presidential part. Remember the other day, President William Ruto had given a statement that we'll be having a presser. Then some hours before that, Rigathi Gachagua comes out giving each and every detail that was going to be mentioned by the president. So that means a lot. That kuna watu ambao wako kwa system na wanasaidia sana Gachagua pakubwa sana. We've also seen vile ambavyo watu wanasema kwamba Kindiki akona vile na vile, maybe kuna vile anataka kuchezwa, vingi tu kama hivyo. I've seen today amekuwa mahali na reception ilikuwa 2 feet. He's doing well, but sasa unajua siasa iko na mambo yake mengi, so hatuwezi sema mengi sana. Now coming back to what is happening in Kilifi County. The other day we were talking of the move by Aisha Jumwa to resign from the UDA party. Like I said, that was a very good move. And it meant something sana, because kuna vile ambavyo walitingisha. Kwa nini nasema hivyo? Kwamba you see her idea of moving ama resigning, kama ingekuwa haina impact yote, I don't think tungeona UDA wakiita mkutano. But we saw UDA Kilifi branch waliita mkutano pale ambao walisema ni strategies, and I don't think strategies nafaa kwa vile. So I feel like that's another mistake ambao sasa the UDA party Kilifi branch walifanya. You don't call for such a meeting wakati kuna huyo mmoja ambaye ametoka. I feel like the best way wangefanya, probably wangeitana wao wale wakubwa, wakaketi tu wakajaribu kuongeleshana kwa wakaona what is happening. But calling for a meeting, uite ni sijui ati ni strategies mnataka kuweka, but then you keep on discussing that one person through that forum. That one is a fail according to me. So it wasn't a good move. Hiyo ni kitu yenye pia ilipea kiki mwenye alitoka, ambapo ideally hiyo ndio ilifaa kuwa, because kule kutoka kwake pia ilikuwa ni afai ajue kwamba JDA ataongelewa. So kuna watu wengi tu walikuwa wanachukulia kama it's a small move, hakuna kitu yote, but the fact that hilo lilifanyika pale X pia ka trend for quite some time, then it means ilikuwa ina nguvu yake kiasi cha haja. Now after hilo, I think kuna kitu kingine yenye ilifanyika ambao according to me it wasn't a very good move. Ile ya Aisha Jumwa kumpokea Orengo, and of course such a move inamaanisha kwamba Aisha Jumwa now is
probably joining the Linda Mwananchi team. I know they say that hakuna kitu yoyote, but most likely she will be joining that. And that's something else ambao watu wameiongelea sana pakubwa kwa mapana na marefu sana. Remember watu wamekuwa, now we have a lot of videos resurfacing. Remember sometimes back Edwin Sifuna akiwa SG wa DM akija kwa mazishi fulani, Aisha Jumwa akajaribu alimpokonya mic kama kitu kama kulikuwa na drama. I think hiyo clip imeonekana sana tu, akampokonya mic na ikakuwa drama. So imagine people are saying now Edwin Sifuna should not allow Aisha Jumwa to get in there. And I think I've been mentioning this for the longest time, kwamba these politicians are just rebranding. Hakuna kitu ingine yenye wanafanya, it's just rebranding. So whether you like it or not, utawapata tu wote wamekuja pamoja tena. Usually everyone wants power. So the fact that wewe ndio unafikiria ukiambiwa one term unaona this is the best thing, au ukiambiwa two term this is the best thing, that is something that is in your mind. But the reality is these are the same people. And I keep on telling people that we still have a lot of time. We still have a lot of time. We still see a lot of drama, kama tutaziita drama ama tutazihitaji, kwa sababu hawa jamaa lazima wajipange. Angalia huku kutakuaje, kule kutakuaje. So a lot of people wale ambao tayari wako Linda Mwananchi wanajaribu kuangalia na wanaona no, that's not a good move. They should not accommodate or rather welcome Aisha Jumwa. Unfortunately, you might not have a lot to say about that. Utamuona hapo kwa sababu Linda Mwananchi, that will be a breakthrough. Aisha Jumwa akona force zingine tight sana zenye anaweza peleka, anaweza saidia kusukuma hiyo Linda Mwananchi in the whole coast region, but specifically Kilifi County. Vile tu alisaidia UDA party, because I still believe bila I think UDA ingekuwa the weakest party in Kilifi County and coast region as a whole, but specifically Kilifi County, because she has single-handedly sold the narrative ya UDA to the people. Unlike hao wenye tunawaona sasa hivi wengi, hawa ni watu wenye wakipigiwa watapotea tu, we know them. So yeye alijaribu kadri ya uwezo wake kufanya kile chenye alifanya, and I think that's it. So after seeing that move ambao haikuwa vizuri vile kwangu, I've also seen that she has also gone further, and today she was hosting the Jubilee party. Yes, mambo ni mazuri. Remember sometimes back Aisha Jumwa alikuwa kwa hawa watu, kwa Uhuru Kenyatta na William Ruto. So sources zilikuwa zinasema kwamba Uhuru Kenyatta at some point alikuwa amemconvince kwamba apiganie magombanie kiti cha ugavana kupitia tiketi ya Jubilee, na kwamba angesimamiwa kila kitu. Unfortunately akasema acha niende tu na Ruto. That is what she said. Na sasa sijui kama hivi venye sasa tunaona sasa ni kwamba ni Uhuru Kenyatta tena amerudi kumwambia welcome home, we are here, we will always support you, ama itakuwaje? Because some people think that yeye kutoka UDA alikuwa make a big mistake, but vile tulisema kwamba in politics ama even in life kwamba kuna vitu zingine zitafanyika na wewe peke yako pengine ndio utakuwa unajua, kwa sababu you are the only person who knows what exactly is happening kwa maisha yako as at that time when you make such decisions. So vitu zingine to me it's normal, ni vile tu watu wengine wanakataa tu kuwa considerate, but it's very normal. I've also seen a clip pahali ambapo Fikirini Jacobs the PS amekuwa akisema kwamba anaongelelea vibaya kuhusu the move of Aisha Jumwa kutoka, and I think hiyo pia haingekuwa, kwa sababu tukisema mtu kama William Ruto mwenyewe hajazaliwa kwamba yuko UDA, ametoka kwingi tu. Hata Uhuru Kenyatta akiwa rais, chama kilichompitisha mara ya kwanza sicho kilichompitisha mara ya pili, na hizo time zote alikuwa na Ruto. But Ruto pia kuingia kwa urais hakuingia na kile chama awaliingia akiwa DP. So you see it's growth. Watu kidogo sana ambao wameweza kumanage kubaki kwa chama kimoja, including the PS. Ndio maana
nafikiria analiongelea hivyo sana, lakini kusema ukweli watu wengi wamejaribu tu kutoka kwa chama hiki kwenda hili, ambao si kitu kibaya, kwa sababu ni vizuri pia upate experience huku na huku, watu wanasemaje kule ama maisha kule inasemaje. So wakati hata tunajaribu kupinga vitu zingine, it's good that we be factual na kile chenye tunaongea. Like you cannot talk of kuhama vyama kwamba sijui ni kitu like unaiweka kana kwamba haifai ama ni kitu cha kitoto ama kitu kama. A lot of politicians wametoka kutoka chama kimoja kwenda chengine, including hao wenye wamekuwa ODM for the longest. Si sahihi hawako. So what can we talk about them? So I think ni vitu za kwamba tuangalie na pia kama utaweza, kama huwezi afadhali tumaramie unyamazie hiyo story kuliko kwamba uanze kuingilia mwenzako wakati tu mwenyewe hujui kama kesho utajipata wapi, because mambo ni mengi. Kuna watu ambao wako na vyama wao wenyewe na bado wamevihama wakaenda kwingine. So nadhani yani vitu za kawaida sana. Lakini cha msingi zaidi ni kule kwenye tunasonga. I still believe that there's a lot that we are going to see. Nimeona siasa sasa imeanza kubadilika kidogo upande wa Bwana Sifuna. Watu wameanza kulalamika na sijui kama itakuwaje, because it's not official yet kama Aisha Jumwa is in Linda Mwananchi, but I would love to see the move ambayo itakuwa inachukuliwa na Linda Mwananchi, hiyo squad, tuone will they welcome her, na akimkaribisha atatumia lugha gani. But si kitu ngumu, kwa sababu you see Linda Mwananchi ukiwasikia hawana shida tena kuwa na Rigathi Gachagua. Lakini pia wakati fulani Edwin Sifuna aliulizwa akasema kwamba Rigathi Gachagua ni mkabila. At some point tu alisema hivyo, especially wakati akiwa kwa hiyo office. And that also reminds me of what Rigathi Gachagua is saying, kwamba is ready actually to shave his presidential aspiration, lakini atarudi kule kwa shareholders. Do you know that Rigathi Gachagua atasema kwamba kama nimekusupport, I think he can even ask for 50% share ya government. 50% share si ati anataka pesa. Akikwambia waziri wa fedha kuwe wangu, ndo hivyo. Akikwambia sijui siku kuna prime cabinet, huyo speaker, sijui nini, kile chenye atakwambia uhakikishe unafuatilia. So that means uko mbele bado tutaona vituko vingi kama nchi. And that's why I've been talking of issue based politics, kwa sababu hawa jamaa mwisho wa siku wanataka power, wanataka kujifaidi wao wenyewe. Hizi stories zingine zenye tunaongea, kwa mfano ukisikia narrative ya Linda Mwananchi, especially ukiangalia watu kama kina Karoli Omondi vile wanapoieleza, hata some part of Edwin Sifuna talking about integrity, stories accountability. Now imagine Rigathi Gachagua is supporting Sifuna, alafu Rigathi arudi amwambie Sifuna no, I need 50% kwa sababu mimi ndio nimekuweka hapa, mimi ndio nimekusaidia, mimi ndio nimefanya hivyo. What will Sifuna do? Because kuna systems ambazo sasa naona kama sahihi anakuambia the sources that I get sources direct from the State House. So there is no way that Sifuna ataingia pale kwa mfano alafu akuwe safe. That one will not happen. And that's why I keep on reminding all of us that we should not be in a position ya kwanza sasa kusema kwamba I mean we should not buy the narratives too za one term and two term. Let us make sure that tunafuatilia vitu kwa ndani. Let us get the issues. Wanataka kutuletea nini? Je, is it true ama ni hali zile tu za kawaida zenye wanataka kufanya ili waingie kule? So it's good that tujaribu kuulizana maswali yao magumu, ndio sasa tuone vile ambavyo tutasonga, otherwise tutajipata pabaya tena na tena.